Sma, kwa ufupi nimekusikia ukiongea kuhusiana na rushwa Ukraine. Naona hili ni tatizo zito sana. Tunafahamu hata katika nchi zetu za Kiafrika rushwa ni tatizo kubwa, lakini kwa nini kwa Ukraine hili linaonekana kuwa ni tatizo kama kubwa sana, na upigaji unahusishwa na viongozi, mawaziri na watu ambao wako kwenye level kubwa kabisa ya maamuzi? Kuna corridors ambazo akina sisi huwa hatuzipiti, lakini ndo corridors ambazo maamuzi mazito ya nchi ndo yanafanyika. Na kwenye hizo corridors kuna watu ambao ni wataalamu, yani wamespecialize, ambao wao wanaitwa lobbyists. Ni wataalamu, ukiwa na jambo lako unataka liende kwenye serikali yoyote duniani, wana uwezo wa kulifanikisha. Kwa hiyo na hela nyingi huwa zipatikanaji huku chini, zinapatikana kwenye ngazi ya juu kule. Ndio maana ukisikia kwamba viongozi wa ngazi ya juu ndo wanahusishwaga sana na ufisadi wa hivi, kwa sababu ndo hela nyingi ambazo zinapigika ziko kule juu. Ndio maana utasikia mawaziri kwenye procurement na sehemu zingine. Kwa hiyo ndio maana kule waga kuna, ukisikia kesi imeibuka kule, basi ujue ni kesi ambayo ni heavy duty. Sasa tunakuja kwenye upande wa pili wa sehemu kama Ukraine au sehemu kama nchi zingine huku za Kiafrika. Ukiona wamekutoa kafara, yani na mimi naita kutoa kafara, kwa sababu huwa wana mechanism ya kulindana, na people who are smart, watu ambao wana akili kwenye kupiga, apigagi peke yake. Anahakikisha mimi nikipiga napiga na Sky, napiga na Ali, napiga na Henry, napiga na nani, ili anguko linakuwa ni zito, linakuwa ni gumu. Yani ni ngumu sisi miongoni mwetu sisi kusnitch. Umeona? Kwa hiyo ndio maana ile mtu kakamatwa ameiba na mfanyakazi mwenzie anamtoa. Yani ukishampa hela na akishaipokea kuisha, haizi kwenda kushtaki. Akishtaki tunaambia na wewe si nilikugaia ulikula, kwa hiyo wote wezi imeisha. Kwa hiyo huyo nadhani either wamemtoa kafara au kuna wamekubaliana ili kupoza hali ilivyo. Na nadhani tushaongelea mara kadhaa hizi kesi za ufisadi Ukraine zishatajwa mara kadhaa. Na hela ambayo inaenda kutoka Marekani na nchi zingine kwenda Ukraine hazina mahesabu. Tangia, naomba niulize mtu yote ambaye anajua hivi vita sasa hivi vina miaka 4. Mshaisi kusikia Marekani wanasema mahesabu ya hela zilizoenda Ukraine? Hii tulipeleka huku, hii tulipeleka. Huwa tunasikia tu general $30 billion sijui wapi, unasikia Ujerumani nini. Sasa ukikutana na watu kama kina Professor Meshmer au Jeffrey Sachs na wengineo, wanakuelewesha, wanakwambia huu ni mfumo wa kulaunda money, wa kutakatisha money kutoka hizi nchi ambazo ni wafadhili, zinaenda Ukraine alafu zinakuja zinarudi kwao. Ndio hivyo mchezo ambavyo jinsi ulivyo. Sasa wengine wadogo ndio hivyo kwenye nyavu unakuta wamekamatwa, lakini wakubwa wanakuwa hawakamatwi. Ila kuna sometimes kuna ile kuzima kama sasa mimi sifahamu kwa undani political situation ya Ukraine currently, lakini huenda ili imeibuka baada ya sakata hili la uchaguzi. Huenda ikawa kwa ajili ya kupoza, au huenda ikawa huyu katika upigaji wake kuna vitu ambavyo aidha kawasnitch wenzie, au kuna kitu hajafanya, au wamemwambia sikiliza, wewe naomba nikutoe kafara, lakini tuonekane kwenye media, then tuta lobby. Hivyo vitu nadhani tunafahamu. Kuna baadhi ya watu wengi ambao wameingia jela kwa sababu ya niaba ya watu kadhaa, wakiahidiwa wakitoka wanakuja kuchukua mpunga mrefu. Kwa hiyo as time go, kadri taarifa zitakuja ndio tutakuja kujua uhalisia huu, lakini sio mara ya kwanza kusikia ndani ya Ukraine. Nakumbuka kuna kipindi kati hapa alifanya mabadiliko ya mawaziri kwa sababu ya ufisadi, sijui vitu kama hivyo. Mke wake Zelensky huko Milano Italy anaendesha Bugatti Chiron. Kwa hela gani ambayo wao wana make katika kipindi hichi cha vita, na wakati matumizi yao ni makubwa kushinda uwezo wao wa kuzalisha, kiasi kwamba wanategemea hivyo. Unajua serikali ya Ukraine
wafanyakazi, sijui system zao healthcare, ujeshi nini, yote ni chini ya ufadhili, sio hela ambao wanajenerate wenyewe. Kwa hiyo utakuja kuona ni jinsi gani ambao ni tegemezi kutoka nje. Then unakuta watu wana ball kiasi hicho, unaambiwa kwamba matumizi makubwa ambayo yako Italy na Paris kule, au wenyewe wanavyotamka Paris, watumiaji wakubwa, madoni wakubwa ambao wana spend ni wa Ukraine. Yani kule washajua kwamba wa Ukraine wana hela, yani wakija sasa, sisi bongo wakija wapopo huku, si unajua wanavyovurugaga madada zetu ile, yeah. Basi na kule is the same thing jinsi ilivyo. Kwa hiyo nadhani kadri muda utakavyoenda tutakuja kujua kwamba is it legit kwamba kakamatwa au kakatolewa kafara au kakiuka masharti ya wenzio, wameamua kumpiga kafara. Muda utakuja kutoa majibu. Mwanafuse, hongera sana na asante kuitazama video hii, ila bado kuna video nyingine nyingi sana za wewe kutazama, kufunguka na kuongeza ujuzi. Hapa YouTube channel ya DJ Smart 255 kuna video nyingine aina nyingi. Ingia kwenye playlist, uchague mada inayokuvutia, kuanzia military, tech, intelligence, X-Files, adventure, historia, afya. Fuse by DJ Smart inakuletea yale ambayo huyasikii kirahisi, ila yana umuhimu sana kwenye maisha yetu. Link za video zote za Fuse huwekwa kwenye WhatsApp channel ya Fuse by DJ Smart. Ili kupata link za video za Fuse kwa wepesi, scan hii QR code na usubscribe kwenye channel, au tuma ujumbe wa text wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge na utapokea ujumbe automatic wenye link ambayo ukibonyeza link hiyo inakupeleka kwenye channel na una subscribe. Namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Smart 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, Facts and Logic. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.